Mpenzi mtazamaji, karibu sana kwenye Sky Cable TV Kenya. Yes. Rose the Praiser. Kabisa. Ni muthenya ungi mwega. Mwathani atuhe. Twacemania guku. Kama kawa kama dawa. Sky Cable TV Kenya is a go-to channel for a message of hope and encouragement. Yes, the gospel is the power of God that worketh salvation. Injili ndio nguvu za Mungu ziletao wokovu kwa kila mwanadamu. Subscribe now to our channel to start enjoying our wide range of amazing content. Subscribe now and start enjoying spiritual nourishment from pastors and bishops. Subscribe and start enjoying eye-opening counseling on marriage and relationships. Subscribe and start enjoying beautiful music. Subscribe and start enjoying some rib-cracking comedy and more. I'm confused a bit. You are confused. A bit. No, but you know him wana cie Nairobi jigo acigeta hiki ya thaka yellow. Kogwa Maze huyo yellow ameiba jo. Kile kioto wabiro. Kuweta na makonia. Ndio ndo style ya muhahi. Ndio muhahi twithie turaigua ige Ona rĩrĩa worwo nĩ hinya kwĩ hĩndĩ ya kwehera na kwĩ hĩndĩ ĩtarĩ ya kwehera. Nĩguo na ũrahona na we ũtahonire hĩndĩ wengĩ ũmũthĩ nĩ ũkũhona tondũ Ngai akuo nĩ ndakwĩrire Jesu aitirwo thakame maita mũgwanja nĩguo tũhonage. Accept that you are in that situation. Yes. Then look on the best way possible. The out jigare oto mwata kuma thina ini ucio. Wewe wesima tukagwa na mundu ucio na wina gwaku ndoro tari nake akara ura rwendo ugiye kwa gutumira mundu ucio message atire niambia atire mission smart. We also offer the following services: wedding coverage, photography, videography, advertisement, production, branding and design, events coverage, and send-off coverage. And here is our contact info. Thanks for watching. Share this video and subscribe now to our channel. Excellent Homes and Properties nĩguo tũtongoretie harĩ wendia wa broti na harĩa tũkũrehire mũgũnda mwena wa Matu Kivandini 50 by 100 na thogora mũbacĩrĩre wa ciringi 150. Deposit nĩ ciringi 50,000 icio ingĩ ũkarĩha kahora gwa kahora gwa kahinda ka mĩeri 3 kana kũringana na ũrĩa mũkũiguithanĩria. Oho mena mĩgũnda mwena wa KBC Mala na thogora wa ciringi 400,000. Deposit nĩ ciringi 150 icio ingĩ ũkarĩha gwa kahinda ka mĩeri 6. Mĩgũnda ĩno ya Excellent Homes and Properties ĩna ready title deed, maĩ, thitima na ũgitĩri nĩ tosha. Mĩgũnda ĩno ĩna tĩri mwega wa kũrĩma o hamwe na gwaka. Ũhoro makĩria hũra thimũ namba 0727898861 kana 0725066976 kana macerero ofici-inĩ ciao mwena wa Ruiru Town, nyũmba ya Sunfred Business Center, gorofa ya mbere, room namba 110 kũringa. Thank you sana. No wega muno mwirori wa Sky Cable TV Kenya. Nĩ ndakugeithia harĩa hothe ũrakĩnjirorera ũrĩ mũthenya wa ũmũthĩ. Nĩ wega nĩ tondũ nĩ ũkoretwo hamwe na ithuĩ kuma rĩrĩa twanjĩrĩirie mũthenya wa ũmũthĩ na rĩu nginya tũkinyĩte haha ndũrĩ ũratũrekia mũndũ wa Sky Cable TV Kenya. Nĩ ndakugeithia harĩa hothe ũrĩ na nĩ njũĩ Ngai wa muoyo nĩ agũgwĩka maũndũ mega nĩ tondũ tũrathiĩ kũingĩra na mũtungatĩri Lawrence na nĩ agĩkinyire gũkũ gwa Sky Cable TV Kenya na nĩ njũĩ nĩ mũrakĩmenya rũgano rwake mũthenya wa ũmũthĩ. Nĩ njũĩ nĩ wonete mĩtandao-inĩ na nĩ ũkĩiguĩte tũgĩtangatha kĩrĩa kĩragĩtũma oke mũthenya wa ũmũthĩ na nĩ njũĩ nĩ ũkũrathimwo mũthenya ũyũ. Niĩ njĩtagwo Rose Praiser
na uikare mitambo-ini ucoke uthie kuri FB-ini citå warĩkia gukinya kũu ndĩrenda ũcĩre andũ aingĩ ũrĩa kwahoteka mete nĩgetha maigue ũhoro ũyũ ĩno nĩ testimony na ĩho na mũheani tondũ akĩrĩ gũkũ mũthenya wa ũmũthĩ rĩ nĩ njũĩ nĩ ũkũigua na nĩ ũgũgĩkorwo kĩrathimo ũgĩcoke ũgĩthiĩ mwena ũrĩa ũngĩ wa YouTube warĩkia gukinya kũrĩa YouTube kũu ngwĩraga nĩ subscribe ucoke ũtware mũrata waku kuo mũsubscribe-anĩre hamwe warĩkia gũgĩsubscribe ucoke gũkũ kwa Sky Cable TV FB nigetha tũkĩaranĩrie hamwe na nĩ njũĩ Ngai wa muone gũkũrathima nĩ njũĩ nĩ ũrakĩona ũmũthĩ ndikĩrĩ wiki nĩ ngĩcereirwo nĩ ndungata ya Ngai na ĩkĩrĩ gũkũ mũthenya wa ũmũthĩ nĩ ũkire nigetha tũkĩaranĩrie nayo na nĩ akinyĩte haha egangara sana na nĩ agũkĩaria nawe mũthenya wa ũmũthĩ. God bless you uikare o mitambo-ini mũtungatĩri. Asante sana. Mwathani agocwo. Amen. Unaendeleaje? Kwa mzima kabisa. Karibu sana huku kwa Sky Cable TV Kenya. Asante. Nashukuru Mungu kwa vile ulisikia mwito na wewe ukakuja. Asante sana. Mungu akubariki sana. Amen. Najua uko hapa ndio uweze kuelezea watu ile mambo ambayo umepitia. Amen. Ni kwa sababu haukuzaliwa ukiwa umeokoka. Asante. Na ninataka usalimie hawa watu, uambie majina yako, alafu ndio tutaendelea. Amen. Mtazamaji wangu wa Cable TV. Yeah. Kenya, kwa majina yangu naitwa Apostle Lawrence. Yeah. Nimeokoka, Yesu ni Bwana. Ninahudumu na kanisa inaitwa Jesus Signs and Wonder International Church pale Mwiki Kasarani. Yeah. Asante. Karibu sana. Sasa mchungaji, kuna mahali niliona umeandika kuhusu wakati ulikuwa umeanguka na gari mpaka kwa mto. Lakini kabla hapo ungetaka utuelezee vizuri historia yako ya wokovu kidogo. Sasa wacha niseme ya kwamba sikuzaliwa nikiwa nimeokoka. Na sikujua Mungu kupitia watu wetu. Ni kwa sababu baba yangu hakujua Mungu na hakuwa ameokoka. Na ya kwanza kitu niseme ya kwamba wakati nilizaliwa Naivasha. Lakini baba yangu alikuwa ametoka Kiambu na wakawa wameenda Tanzania. Wakati walienda Tanzania wakarudi kule Maraigisho wakanunua shamba Naivasha. Huko ndiko nimezaliwa. Basi niseme historia yangu kutoka utotoni. Sikuweza kuingia kwa shule sana juu ya matatizo. Lakini mashida ikawa kuna roho, unajua kila familia kuna spirit. Na kwetu nikichunguza sana ulikuwa na spirit ya kutokusoma. Sababu hata baba yangu hakusoma. Wakati hata mimi niliingia shule ilikuja ikanishinda. Ni kwa sababu kuna roho. Wale watu wako kwa spirit wanajua kile ninasema kwa sababu kila familia iko na madhabahu fulani ambayo inatawala. Wakati ya kwamba niliingia kwa shule ikanishinda, yule mzee aliyetaka kunisaidia aliniajiri kazi ya kuchunga ng'ombe na buzi. Alikuwa mtu mwenye mali ng'ombe na buzi. Na nikaingia kwa kuchunga na kwa sababu kulionekana kwa sababu baba yangu alikuwa ameaga, tukaachwa na mama. Mama hangekuwa na msaada. Kwa hivyo nikaenda kuchunga kwa huyo mzee. Na saa hiyo ulikuwa unalipwa? Sasa unajua mshahara nilikuwa nalipwa 80 shillings. 80 bob, ikakuja 150, kitu kama hiyo. Na wakati nilikaa huko niliweza kuchunga sana. Na nikaweza kuchunga kwake kitu kama miaka 4. Nikiwa kwa kuchunga. Na wakati ninachunga, ukumbuke mama yangu hana msaada. Wanakutana na mzee huyo kwa barabara, anamwambia kuko na shida, anapewa ile mshahara yangu. Kwa hivyo mimi nitafanyia kazi. Kazi ambaye ni gumu na kazi iko na matatizo. Kuna mahali ya kwamba nilichunga mpaka nikauliza Mungu kwani kuna edaji. Lakini wakati ninachunga Mungu anachunga buzi, bado mtu ako na roho wa Mungu, ako na kipawa ndani. Mungu huwa anaongea na yeye. Na saa hiyo uko kule kwa kuchunga zile ng'ombe, ulikuwa unasikia uko na mwito? Nilikuwa nasikia na mwito kwa sababu kuna siku moja mvua ikanyesha sana. Na wakati mvua ilinyesha nikiwa kwa kuchunga, maji unajua ni kwa buga na hakuna boma ya kuingia. Nikaingia kwa shimo la mnyama mmoja anachimbanga shimo kwa buga. Nikaingia ndani nijifiche mvua. Huko maji kaingia. Sasa itabidi lito. Hapo ndipo niliuliza Mungu, kwani Mungu unataka kuniua? Sauti ikaja kwangu. Bwana akaniambia, kwa sababu siku anajua kama Mungu anaweza ongea na mwanadamu. Akaniambia sitakuua kabla sija kutumia.
Kwa hivyo sasa nikawa na encouragement, nikaona ya kwamba sio tu kuchunga, kuna another future ambayo inakuja. Kwa hivyo nikachunga, nikatoka sehemu ile wakati nikaa kama miaka 4 kwa ule mzee. Tena ile roho tu inanifuata ya kurudi kwa mbuga. Kule kuchunga tena. Nikaajiriwa na mtu mwingine anaitwa Mr. Kuruman. Huku umetoka. Nimetoka sasa. Sasa umeenda kwingine. Kwa mzee anaitwa Kuruman. Na bado sijakuwa mtu mzima. Na kule bado tupesha tulikuwa tunakuliwa. Ndio sasa tumekuliwa, hakuna kitu nimetoka nacho. Lakini wale watu wa ile familia walikuwa watu wazuri, walikuwa wananipenda. Kwa maana baba yangu alikuwa mkarimu sana. Kwa hivyo yule mzee alikuwa urafiki na baba yangu. Kwa hivyo wakati ambapo nimenichukua ni kama kunisaidia. Kwa hivyo nashukuru Mungu kwa sababu kuona mtu ambaye utakaa na yeye kwake ni inagharimu mkono wa Bwana. Sasa nikatoka huko. Nikaenda kwa Mr. Kuruman. Na alikuwa headmaster. Ni mtu ambaye aliniinua sana kimawazo. Kwa maana aliona nilikuwa na hekima lakini si kusoma. Kwake tena nikawa ni mchungaji, nakamua ng'ombe, napeleka maziwa barabara na punda. Sasa wakati nimekuwa mkubwa, yule mzee akaona ukijana nafasi wa sasa kutahiri. Kule nimechunga siku nimetairi. Sasa itabidi wafanye mpango kwa maana wakati aliona nimekomaa. Akaniambia sasa Kamau, sasa itabidi tufanye mpango urudi nyumbani ukatairi. Yule mzee alikuwa ni mtu mwenye busara. Akaweza kunisaidia na akaweza kunionyesha vile nitakavyoenda kusimama na akanipatia pesa. Nikaenda kule kwetu na nikatairi. Oh my sister. Bado ile roho haijaniacha. Ya kushunga. Mahali ambapo sasa ninaonaga ya kwamba kuna roho ya kuamua. Kuna kitu sasa iingie kuamua kwako. Kuna kazi unaweza fanya ifike mahali useme ya kwamba Mungu nimeamua sitatumikia hii madhabahu tena na sitakuwa mchungaji wa kondoo tena. Sasa ilifika tena wakati nimetairi nikatoka tena sasa kwa kutairi nikakuwa kijana. Bado ile roho inanifuata. Ya kuchunga. Oh my sister, kuna Mungu mbinguni ambaye anainua watu wake. Kwa hivyo unataka kuambia mtu hapa kuna roho huwa inafuata. Sitaangalia maandiko, hata maandiko iko hapa familia inakufuata. Kuna maneno iliyosemwa, kuna madhabahu ya kwenu, madhabahu ya kwetu mtazamaji, sio ya kwetu. Kila mtu ako na madhabahu za kwao. Hata kuna mtu atakubalisha wasome, lakini hiyo masomo haitamsaidia kwa sababu ni madhabahu inaongea. Kwa hivyo niko hapa niambie mtu ya kwamba mwanzo mbaya hautamaliza na mwanzo na mwisho wako utakuwa mbaya. Ikawa mwanzo utakuwa mdogo ama mbaya, unapaswa uvumilie kwa Mungu. Kwa maana siku moja utaona mwangaza. Wakati nilitoka kwa ule mzee nikatahiri. Tena nikaajiriwa kwa mama mwingine. Alikuwa anachunga buzi hizi za buzi za kukamua. Zimechanganyikana. Sasa ilikuwa ni bidi nakamua buzi 50. Jioni nimetoka shule. My sister, na hakuna kazi gumu kama kukamua buzi. Hakuna kitu kigumu kama kukamua buzi. Buzi haiwezi ingia joko kama ng'ombe. Unaishika na miguu ama utafanya vile utafanya. Bara maziwa itoke. Nilifanya kazi gumu kwa sababu hiyo ndio ilifanya wakati nilifanya mwaka moja ikienda ya pili nikaona sasa hii mimi natumika na roho fulani. Nikakataa. Nikasema sitakamua tena. Ni kwa sababu umelipwa sasa hapa sasa unalipwa nini sasa? Na kwa sababu umekazika hata mishahara nyingine inakuja inapotelea kwa sababu sio wale wanakukataa. Kukataliwa ni spirit. Kuna rejection. Sasa kama uko na rejection hata uende kwa mtu mzuri atakuwa mbaya kwa sababu madhabahu inaongea kinyume cha maisha yako. Basi sasa nikatoka huko tena. Nikaamua sasa sitajuga kwa mtu na hakuna kitu ambacho nitafanya kinahusika na kuchunga. Basi nilitaabika na tukazi hii ya shamba nini, lakini kuna Mungu mbinguni ambaye anakumbuka watu wake. Wale walioniajiri. Mimi nilikuwa na mbio sana. Kuna wakati niliambia mama yangu kwa boma asubuhi. Nikamwambia ile swala mama naweza shika na mkono. Akaniambia aje. Nikamwambia nitakibisha hii swala na nitashika. Nikakibisha hiyo swala na nikaenda kama mashamba 4 nikaishika. Nikakuja naye ikiwa kwa mabega. Sasa mama akaona sasa huyu sio mtu. Kuna kitu kingine kiko ndani yake. Sasa wale harakati za sasa ni ujana. Inacheza mpira. Ikawa siku anajua kusoma, siku anajua kisungu. Ikawa niende kwa matimu kubwa. Hakuna mtu ambaye anaona kile kipawa kwa sababu ya madhabahu.
either ni perform vizuri, either nicheze mpira vizuri, kuna roho inaongea. Sasa hawezi wakaniona. Sasa hawa ndio waliona huyu kijana ana uwezo, anacheza mpira, anaweza kukimbia. Basi walikuwa wanafanya kazi hapa Dagoretti ya kuchinja ng'ombe. Sasa ng'ombe kule, ng'ombe ikienda kichinjio, ikisikia damu inaweza toka na ikimbi itoroke. Sasa wakanichukua. Nashukuru mtu mmoja anaitwa Mikinya. Kwa maana aliona akasema tufanye jambo, huyu kijana aje Nairobi. Nairobi ilikuwa ni kama muujiza kuja. Kwa sababu kuja Nairobi sikuwa nafikiria kuna siku moja nitatoka kule Ushago Naivasha niweze kufika Nairobi. Ikawa kuna changamoto mingi. Nikiwa kwa shule, nikiwa kwa kuchunga nikurudisha hapo kidogo. Kuna wakati magari ilikuwa inapita kwa rami. Spirit yangu haikuwa inanionyesha shida. Ilikuwa inanionyesha siku moja tanunua gari. Na hesabu mabasi inafika 10 nasema hiyo ni yangu. Narudi kuchunga. Kwa hivyo Mungu alikuwa anaona maono iliyo ndani yangu. Na kile alikuwa amesema sitakufa kama sijamtumikia. Sasa yule mzee akafanya plan. Akanileta Dagoretti Market. Sasa nianze hapo kazi, akanipeleka kazi ya kupasua ng'ombe. Sasa umetolewa Ushago. Ushago tena. Wale tu waliniajiri. Uko Nairobi City. Niko City sasa Dagoretti Market. Sasa wakati nimekaa na hao watu. Nilikuwa na bio sana. Ng'ombe inatoroka kijijio. Mimi ndiye huyo, hata iende Ngong nitaenda miguu na ng'ombe na nishike. Waje na pick up waweke ng'ombe. Na mimi sasa pia turudi kwa kichinjio. Kwa hivyo nikafanya kazi kwa uaminifu. Mungu akanisaidia, nikapata viva kwa watu. Hapo unajua nikaanza kazi yangu ya kuchinja ng'ombe. Uko tu Dagoretti. Ng'ombe yangu ya kwanza nilinunua. By the way, uko ndio ng'ombe huwa zinachinjiwa. Ng'ombe yangu ya kwanza nikanunua 6,000 na nikaanza nikakuajiriwa, nikaingia kuchinja ng'ombe. Hapo unajua unaenda maisha bado roho ile inakufuata. Kazi inakuja inaanguka. Inataka tu kukurudisha. Unapata pesa ya kununua ng'ombe lakini ile roho ya kwenu. Ya kwetu nyumbani sasa hii madhabahu inafuata, haitaki. Mpaka siku moja nakumbuka my brother akaona ya kwamba sina kazi Dagoretti. Mpaka akasema huyu mtu arudishwe nyumba tena. My brother. Hii ni spirit sio yeye. Ni roho sasa unajua inamnogonezea. Kwa maana hii madhabahu inataka huyu mtu arudi wapi? Arudi huko. Lakini kuna kitu moja niliwaambia. Ile gari itanipeleka Naivasha. Yule akirudi Nairobi, angalie hiyo gari nyingine nyuma. Utakuwa nyuma. Nitakuwa nyuma hapo ndio akishuka nishuke. Kwa sababu ya nini? Nilijua hii ni roho. Kwa hivyo niko hapa. Niambie mtazamaji wangu. Unaweza saliwa kwa nyumba baya. Lakini angalia maono yako. Maono ulio nayo ndani yako. Kwa sababu Mungu anaangaliaga kile ambacho ameweka ndani. Ukiangalia Daudi alikuwa mchunga kondoo. Lakini kwa sababu mtu ambaye anachunga hayuko kwa hesabu ya wale walio nyumbani. Huyu mtu anaweza sahaulika. Lakini wakati Samueli anafika maandiko inasemaje? Nileteeni yule kijana. Kuna kijana mwingine. Nasema kuna kingine kako wapi? Karoho kama dharau. Kaletwe sasa. Sasa kakagojewa. Kwa hivyo ninasema hivi. Sikuanza kama nimeokoka. Hata wakati moja Dagoretti nikuja nikaingia kwa mapombe, nikaanza kukunywa, niko desperate. Na bado unasikia uko na mwito. Naongeleshwa na Mungu. Naongeleshwa na Mungu. Mimi Mungu ananiongelesha. Sio kubahatisha, hata kanisani watu wanajua. Wale wananijua wanajua. Kile ambacho na Mungu ananiongelesha ni kitu kinaonekanaga. Kwa sababu ninajua Mungu mambo anasemea kwa siri lakini anakuja kuianika kwa wazi. Kwa hivyo wakati nifanya kazi nikapata tu pesa, ujue kwetu hakuna pesa na ujue pesa iko na joto ikiingia kwa mfuko. Sasa wajibu wangu sasa ni hapa. Ni wewe sawa. Lakini haukumbuki kule. Nikaingia kwa pombe. Tena huyu mzee, huyu alinileta kutoka Dagoretti. Kwa hiyo usokia. Anapana, anaitwa ni mzee mzuri sana. Alikuwa ananiambia Kamau, kumbuka kwenu. Nyumba zenu za matope. Kama ukikunywa pombe usikunywe sana hivyo unakunywa. Wacha. Kasikia hiyo sauti. Huyu mtu anataka kunisaidia. Anaitwa Mikinya. Hata saa hii wakati moja ikifika nanunua gashati napelekea huyo mzee.
Kwa sababu alikuwa uhai, alikuwa destiny connector wangu. Hata sasa mahali yako ninajua ataona hii historia na ninajua alinishika vizuri Dagoretti. Kwa sababu ninajua kila mtu ako na msaada wake umewekwa na Mungu mahali. Kwa hivyo tuko hapa kuambia watu, hatuko hapa ati historia yangu ili waonyeshe kushindwa. Historia yangu iko hapa iwaonyeshe kushinda. Baba yangu akifa hakuwa na gari. Level ile alikuwa nayo ni baiskeli. Gari kwetu kubwa ilikuwa baiskeli. Na nilikuwa naambia mama yangu. Namwambia siku moja mama yangu utakuja hapa na gari. Na sasa hiyo unachunga ng'ombe. Si ndio? Mama yangu siku moja nitakuja hapa na. Naona kama huyu kijana ako na wazimu. Na nitajenga sasa hiyo ni wazimu kwa sababu kwa nyumba ya matope wasema gari utoe wapi? Mpaka siku moja mama yangu akaniuliza, "Kwani kama unakunywa bangi?" Nikamwambia sio bangi mama. Hii nyumba zile tunakaa ni nyumba ni nyumba za matope. Ng'ombe inaweza toboa hapa, badala uweke matope unachukua nguo unaweka. Nguo si ya kuwekera. Si ndio? Si unakamata baka akili. Matope unaweza koroga uweke matope. Lakini ng'ombe inabomoa pale unachukua nguo unaweka. Inabomoa pale unachukua juara unaweka. Sasa upepo ikija unaona ni nyumba ni kama iko na ni kama nyumba ya yani ni kitu hakieleweki. Lakini kuna Mungu juu mbinguni. Amen. Saa hii kwangu Naivasha. Nimejenga nyumba ya mawe. Amen. Kubwa sana. Hata sijaiwekea fence. Kwa sababu nilisema iwe ni kama onyesho. Watu waone hata kwa barabara wanaona. Sasa kabla hatujafika huko kule kwa uliachaje kunywa? Sasa unajua nikiwa kwa kilabu kuna siku moja tulikuwa tumekaa na watu hapo. Nilikuwa naogeresha pombe. Nikikunywa na iambia siku moja tutaachana. Nilikuwa michupa iko hapa. Siku moja tutaachana. Ama Taska. Na iambia kwa sababu naona ni roho. Baba yangu alikuwa mkunywaji pombe sana. Hata kuna wakati moja alisema akifa watu wapewe chakula lakini kusiwa na watu watafanya ibada. Haikaenda hivyo. Hakukuja mhubiri. Sasa nilichukia hii maisha ya pombe. Siku moja nikawaambia sitakunywa tena. Na nikaacha pepa kwa pombe kwa meza. Wakaniambia hapana, wewe ni kujisemesa, ni kulewa, ni nini, ni nini. Basi ikafika wapi? Hapo. Nilikuwa nakunywa sigara kama pakiti 2 kwa siku. Mimi sigara iko inakosa hapa. Sigara. Na wakati ambapo hiyo roho ilinitoka. Ilinitoka na ikanitoka na ikanitoka na sijaokoka. Sijaokoka. Mimi niliacha pombe kama sijaokoka. Na wakati niliacha hiyo pombe naye Mungu akanisaidia nikaweza kusimama. Nilikuwa naingia kilabu naitisha soda na wale wengine wanaitisha pombe. Sikuwatupa. Lakini Mungu alinisaidia. Akaniambia ukitembea na hao watu watakurudisha wapi? Nyuma. Nikakaa muda kama wa miaka 3. Kafika mahali nikaokoka. The year 2000. Nikaokoka na nikamjua Mungu. Amen. Wakati nilimjua Mungu, maisha yangu ikaanza kubadilika. Na hapo kabla sijaokoka, Mungu alikuwa ananiongelesha mambo ya mtu. Tumekaa na wewe. Roho inakuja inaniambia, ambia huyo mtu kitu kinamsumbua kwa tumbo, Mungu atamponya. Sasa na tuko kwa pombe. Roho wa Mungu ama Mungu anapenda watu wake vile walivyo. Even kama unaweza kuwa tuseme kwa mfano uko kwa matope gani, wewe ni malaya, wewe ni mwizi, usijireject vile unarejectiwa na watu. Jaribu kutafuta ukombozi. Kwa maana wewe unaweza kuwa chombo kesho na uokoe mwizi mwenzako. Unaweza kuwa nomo na Mungu akusaidie uokoe mkunywa pombe kama wewe. Kwa hivyo nataka kusema nini? Wakati ule Mungu amekuja kwanza kunitumia. Nikiwa kwa nyama. Tukiwa na mke wangu. Kukaja mama moja. Sasa hiyo niko hapa Bama Market. Niko kwa nyama. Mama moja akaja mgonjwa wa kansa. Walijuana na mke wangu. Na mimi sikuwa nataka nihubiri. Mimi nilikuwa nataka nifanye kazi, nitajirike. Unaona mimi nilikuwa nafuata pesa sasa. Lakini sijui mimi ni nani. Kuna watu wako hapo wanatutazama. Hata wengine wako na pombe. Hata wengine wanafanya kazi mbaya. Lakini hawajijui.
Hawa watu wakijijua maisha yao itafanya nini? Itabadilika. Kwa maana maandiko inasemaje? Watu wangu wanapotea kwa sababu ya kutokuwa na maarifa. Kwa hivyo watu wakipata kuwa na ufahamu watapata kuwa na maarifa. Na kitu kimoja my sister nikwambie. Watu wakijua neno la Mungu hawatadanganywa. Kile kitu kinafanya watu wadanganywe na wafuate miujiza ya hewa ni kwa sababu hawajui neno. Kweli. Kabisa. Kama hautajua neno, utadanganywa na kila mtu kule anatoka na utapea kila mtu yote kichwa akuombe. Mimi aya. Sio mtu yote atakuja akiwa mtu mzuri kwako. Ukisoma kitabu cha Mambo ya Nyakati wa Pili 20 kuanzia mstari wa 33 na 5 inasema hivi, kulikuwa na mtu mmoja tajiri sana anaitwa Jehoshaphat. Jehoshaphat ndiye alikuwa anatengeneza merikebu na merikebu zake zilikuwa zinaenda Ezgebeli. Anazitengenezea kule Tarishishi. Jehoshaphat kile ambacho alifanya, alishikana na mtu anaitwa Ahazia. Wakafanya merikebu kwenda kule Ezgebeli. Maandiko inasema ya kwamba Mungu akatuma Dedabahu mwana wa Maresha akatolea Jehoshaphat unabii. Inasema hivi, ni kitabu cha Mambo ya Nyakati wa Pili 20 kuanzia mstari wa 35. Hatimaye Jehoshaphat mfalme wa Juda akafanya urafiki na Ahazia mfalme wa Israeli ambaye aliyefanya maovu sana. Akaungana naye kutengeneza merikebu zikakwenda Tarishishi. Nazo zile merikebu hizo huko Ezgebeli ndipo Eziezeri mwana wa Dodabahu mwana wa Maresha akatolea unabii dhidi ya Jehoshaphat, akamwambia kwa sababu umeungana na Ahazia, Bwana ameangamiza na amezivunja ameziangamiza zile mlivyokuwa mnatengeneza. Zile merikebu zikavunjika, hazikuweza kungoa nanga ili kwenda Tarishishi. Amen. Maandiko inasema Jehoshaphat alikuwa mtu tajiri. Kumbuka mtu anatengeneza merikebu zake ni tajiri. Kuna watu wako na roho ya kuangusha wengine. Unaweza kuwa ulikuwa unaendelea vizuri lakini urafiki wako unafanya na mtu asiyempenda Mungu ama asiyefanya mazuri kwa Bwana. Maandiko inasema kazi ya Jehoshaphat ikavunjika na merikebu hazikuweza kwenda Ezgebeli. Mungu anapenda watu wake, akatuma nabii kama vile amenituma. Akamwambia enda kwa Jehoshaphat, umwambie kile kimefanya kazi ya mikono yake ikufe ni kwa sababu alishikana na Ahazia. Sio watu wote wa kukaribishwa kwa boma. Kweli. Sio watu wote wa kuonyeshwa maono. Sio watu wote wa kuelezewa ndoto. Sio watu wote wa kuelezewa kile unafanya. Wengine ni Maahazia. Watavuja kazi ya mikono yako. Amen. Kwa hivyo ningetaka kile ambacho unafanya ujue neno la Mungu ili kabla haujaenda kufanya kitu uliza Mungu kwanza. Ni kweli. Kwa hivyo nikafanya ile kazi ya nyama na mke wangu akajuana na mama mwingine alikuwa mgonjwa kansa. Akamwambia enda kwa bwana yangu na bwana yangu hatakaje kujulikana kama akona hiyo kipawa, umwambie akuombe. Nikafichwa na nyama pale mama, kuna saidi za nyama zinasimamishwa. Nikafichwa na mke wangu nikaombea huyu mama. Kwenda jioni alikuwa anakojoaga na mipira, anaenda choo na mipira. Mungu akamjalia neema, akapona. Amen. Huduma ikaanza hapo. Reke twambe tucokerie ndume haha ngatho nigetha riu tuthie itena-ini riu ringi. Muthenya wa umuthi twina mundu ogwitwo Lawrence ne bishop Apostle Lawrence ama nabii nite tunajua nabii Lawrence na kwa mtandao siku ya leo na ni agiukire nigetha mukiaranirie na tutire turaingira haria inyu mwetereire ni njoya haria mwetereire ni haria arakiuga aingirite rui na ngari na muthenya wa umuthi kuri mwaroria kayata akuire akire guku mu ni mimi aya ndakuire guku ndenda nyambe njokerie ngatho mundu etwo Lea Mureithi arauga amen apostle
Asante sana. Yeah. God bless you. Arauga mitambo-ini sana. Eunice Wambui arauga mitambo-ini sana. Mundu retwa Michelle Khan arauga I thank God kwa sababu ya Apostle Lawrence kule amenitoa. Huyo ni mimi nimwombea ako nchi ya nje. Kwa hivyo ndari gukukenya. Oh wow, God bless you sana. Mundu retwa Eunice Wambui arauga mitambo-ini sana. Mereros Mere Nimo arauga tuned salimia Apostle sana. Mwambie niko ndani ya mitambo. Asante sana. Mase Ohuru alauga dad you are going far in Jesus mighty name. Amen. Na yoka ugo amen. Modeto agikalo alauga oh yes from nothing to something. Exactly. God has power to lift their people up. Amen. Amen. God bless you sana. Modeto Moses Moigai alauga nakupata vizuri mtumishi wa Mungu nikiwa Kasarani Mwea. Huyo ni mtoa kwa mtaro alikuwa mlevi sana. Atakuja hapa tunacheza naye gita. Anaka gita. Nimchukua akiwa na kilo 30. Na liwe sawa. Alikuwa mpaka na TB. Ako na kilo kama ite. Hata ako na kitambi. Si atakuja atakuchezea rhythm hapa. Moses, kana gite otobe tugoshe ngaya yako. Anaongoza rhythm. Amen. Thank you sana modo oleto Aran Baraka. Alauga very true. Oloshe no ama. Kabisa. Grace Jega ne mutugate ritwendete sana alauga mitambo-ini sana. Amen. God bless. Moderator Gladys March alauga tuned sana mitambo-ini ne dakuona Harrison Kamau alauga Apostle Lawrence. You are a true prophet of God. Huyo ni pastor wangu alikuwa kwa kilabu nikimtabiria atatafuta kiwanja tujenge kanisa. Hakuwa ameokoka. Moderator Eunice Wambui alauga mitambo-ini sana. Mke wangu. Aya Eunice Wambui. Hapana Sofia Wambui. Sofia. Moderator Mere Makimi alauga tuned sana. Moderator Mudhaka wa Jiro alauga God bless you sana Apostle. Moderator wa Rea Mureithi alauga weini sana preset. Moderator Emma wa Shera alauga nimewapata vizuri sana. Moderator Grace Jega alauga haya ukiwa kwa pombe bado Mungu anakuongeresha. Kweli Mungu hutoa mtu bado. Kabisa, kabisa. Kwa beo ya gaide olaga. Beo ya gaide oaga. Beo ya gaide sinagone o. Beo ya gaide olagiono. Kwa sababu kama ulikuwa huko na saini wewe unatabiria watu. Si unaona Mungu anainua. Bego ya gaide mtu yote asikufe moyo. Never give. Moderator Emma Washera alauga man of God unaenda bali sana. Asante sana. Moderator Eunice Wambui alauga amen uholosho ni mwega muno. Moses bado akauga tuned in ndakuona Magi Gatoto alauga weini sana ndakuona Harrison Kamau alauga we mitambo-ini sana. Alan Baraka alauga we mitambo-ini sana. Ugacoka uga amen Apostle kuanga kwa mto na gari na utoke mzima si mchezo unaenda bali. Nijerewa ule umeterei. Na ni hore ndirakiona tugiukite na moderator Harrison ndakuona mitambo-ini. Moderator Mase Uhuru mitambo-ini sana. Yune ndakuona God bless you. Moderator Princess Mpendwa watching ala tuirorera God bless you sana. Moderator Heavenly Queen it's a good story and a sad one. Wena kia dugate no murona iturage thiurukaga igikamambo kwe ngai matuini kwe ngai nie kwenda ikarire ndiremba ite savasi niyo ndiendete savasi ana bluebird ira mete ngima na iria ona ng'ombe ya njui ndamiokaga ruru gai nenga itakire irio kama undu matari maritu katuiruza karugano tutari ruheana mukongera mburi gutire iria rimenyo itakindagia ruru yanyo na gekarugama ikamenya yoka kuongwo tondu ni ngaragu ugwitinda ruru ng'ombe utari kiinuka itaikinyite hwai Jesu muthamaki wa iguru kwe ngai matuini gakimo gakua ndakua ngima imite ku ukunywa karia gatheri takashao kile kuna Mungu mbinguni. Alos Wajiko alauga he is my bishop and may God bless you sana. Amen. Wena tuana to God bless you wengi sana. Wengi. Haya ndaona ogwo. Moderator Aran Baraka alauga God bless you Apostle. Mungu amekutoa bali na anakupeleka bali Aran.
Asante. Wa keyboard. Asante, anapiga keyboard. Tunakona keyboard. Wa keyboard, mchezaji wa keyboard. Thank you sana. Ani Moshi alauga Mungu huwa ni mwaminifu, ametoa mchungaji bali we na wira wado. Asante sana. Ni marono. Moderator Karen Betty alauga mko sawa sana watu wa Mungu. God bless you sana na ile toka kiuga amen. Amen. Moderator Magi Gatoto alauga gai. Yani muhujia ao ng'ombe. Wega andu moimete kunene. Gai. Modoletwa Michela Khan alauga tuned nikiwa KSA neko. USA. Oh, thank you sana, nidakuona Modoto Reverend Choroge alauga atia. What? Iko hivyo. Uko gani? Uko ni goko. Haya, ate musahara ulikuwa unalipwa 8 bob. Uko ni goko. Oi Jesu. Taita sirogo ndakuona orogo wege 45 na ukagweto yamwe sana na ukagwa wetunti moderator Ann Kings oroga Mungu yuko ni kule Ngai matuine. Moderator Agi oroga mko sawa, mimi na wapenda na wasikia round and clear toka thank you sana. Patrick Kemani oroga tuned nikiwa Thika Pastor Nganga onakeletwa Nganga ni mutungateri. Karen Betty nimekuona sana. MC Jogo na Mwangi orauga wege 45 na orauga mutungateri ekwe muno. Asante sana. God bless. Andu mangia kuonire monde ndole sawa. Ni ona thu ti gwikira kiri Ngai. Atete. Wamione rugano ni Ngai, ni kwe Ngai atiri undu kwe mwathani. Mutungateri uletwo Daniel Maina ahujagia kuria gugwitwo Pipeline Home Fellowship Center arauga mutungateri no agenia muno. Uhoro ucio wi sawa no coke ringi guku wa Sky Cable TV. Asante tarudi. Mundu uletwo Eliud Kimani arauga mko gangari sana twega. Asante. Sana. Mundu wetu Harrison Kamau alauga mitambo-ini sana. Heaven Queen alauga tuned tu sana. Mundu wetu Ann Kims alauga praise God Pastor Lawrence uga amen. I receive. Thank you sana. Mundu olage to Ericha Mwaula alikulia na Ikuru. Mungu ambariki sana. Alauga welcome pastor, tulikuwa tunakungojea. Asante sana. God bless you. Thank you sana. Emma nidakuwa na wewe mitambo-ini sana. Grace nidakuwa na wewe mitambo-ini sana. Ndolera umira mitambo-ini. Modoleto yune nidakuwa na God bless you sana. Thie ina mbere na gushare uhoro riu tondu twenda guthie haria karugano aka nejo tutingikarikia muthenya wa umuthi na nejo ni gucoka mutungateria gucoka guku. Modoleto Kajoneto Mbarikiwa ucio ni mutangathi wa kundu fulani. Arauga show iko moto sana. God bless you. Modoleto Kajoneto nidakuwa na wewe mitambo-ini. Modoleto Muthaka wa Jiro alauga amen. Apostle from Karura. Niko na kanisa Karura. We. Niko na branch zingine Karura. Kwa hiyo to ino no ni gututariria baadaye. Modoleto Princess Mpendwa. What God can do, no man can do. Asante. Moderator Heaven Queen alauga hai mke wake Apostle ni kweli, he is true servant of God. Amen. Hata wachawi wajue he is going far. Amen. I receive. Patrick Kamani, nani kama huyu Mungu wa Apostle amenitoa bali? Ngai waku ni onaide wanajua ona nine ngomwenda utaona Mungu. Amen. Amodoto wa Mere Nimo alauga tuned salimia Apostle Lawrence sana na mundu ni uwekaje anajulikana sijaanza hapa watu wako USA nimewatabiria wameona Mungu. God bless you sana. Nindiramu Gladys Match alauga mitambo-ini sana nindirona ndingihota guthoma ciothe otho ni nyingi message iria ile goko ni nyingi sana na muikario mitambo-ini ya Sky Cable TV Kenya nigetha tugithie na mbere na uhoro wa mutungateri ni wa kiuma kuria gwa kurithia niguo huduma gucoka ukakwambia huduma nimeanza kule Bama market. Nikifanya kazi ya nyama nilikuwa naenda kwa soko. Nakumbuka Eldoret kuna mtu mmoja alikuwa anaumwa na kichwa akaumwa miaka 10. Na wakati nilikuwa namnunulia ng'ombe, unajua sasa lazima nielezee watu vile nilijua niko na huduma. Huyo mtu kwenda kumpatia pesa, Mungu akaniambia obea huyo na umago na kichwa.
Nikaongea na yeye. Nikamuuliza Mungu ananiambia habari yako ya kichwa. Akaniambia kimemuuma miaka 10. Nikamuombea. From that day ugonjwa ikaondoka. Haukuwa unaogopa usimwambie alikuwa anaumwa na haumwi. Hapana, sasa confirmation mimi kwetu nimezaliwa hiki kipawa cha unabii, nimezaliwa nacho. Sio kitu kimeanza. Kwa hivyo kwa sababu tutakuja hapa mara mingi, nitakuja kuelezea vile Mungu amenitumia. Lakini hiki kipawa nikakujuka kujulia bama. Sasa wakati kimejiweka wazi, ninafanya kazi kubwa ya nyama. Lakini Mungu alikuwa anataka tu nianze. Niko pale Kasarani, nilikuwa na kwangu pale Kasarani. Sasa watu walikuwa nakujaga kwa boma. Mtu anakuja na mgonjwa, ninaomba. Nilikuwa na kabuchari. Unakuja baka watu wakubwa, hata kuna bishop mmoja anaitwa Washira. Akona kanisa pale Kahawa Sukari. Akaja akinunua nyama, mimi nikamtolea unabii. Nikamwambia ingawa unanunua nyama, Mungu ananiambia utaenda nchi ya nje. Na mahali ambapo umeweka kanisa, Mungu atafanya upate kiwanja hapo mbele. Ni bishop. Na ni mtu amesomea sana neno la Bwana. Na huyo ndiye kwanza alikuja kujua mimi ni nabii. Na yeye kwanza ndiye alikuja akaniambia wewe hautakuwa mfanyi wa biashara wa nyama, wewe ni mhudumu. Sasa akanielewa. Wakati alienda hii mambo ikafanyika, akarudi. Akaniambia nataka ufanyike pastor. Unajua sasa ni wakati ya kwamba mtu ameanza huduma nini, ujui unaenda wapi. Akaja akaniambia utaanzia hapo kwako. Akanitia mafuta. Bishop Washira. Huduma ikaanza. Sasa hiyo utaanza na watu wangapi? Si ni kwa nyumba, nyumba ni kadogo, hata ni kiviti watu mpaka pesa. Kwa hivyo hata washirika hapo. Sina washirika watoke wapi? Si kanisa inaazaga mama kwa nyumba na viti na watoto wale wako hapo. Sasa watu wanakuja, huyu Harrison, huyu anaongea anaitwa kama Harrison Kamau. Is my pastor yule mdogo wangu. Akaja kwangu, akaleta baba yake kuwa mgonjwa wa miguu. Nikajua hiyo shida nikamuombea. Yeye mwenyewe kabla hajajuana na yeye alikuwa na dada ya bibi yake mgonjwa. Alikuwa amesunguka naye sana na magonjwa. Sasa nikaelezea mtu mmoja, ingawa huyu kijana hanijui, kuna dada yake ya bibi yake mgonjwa na nitamuombea atapona. Akapewa namba ya simu. Usiku moja akanipigia simu, nikaombea dada akapona. Si huduma inapanuka? Si watu wananijua? Sasa Mungu ni Mungu. Wakati moja nilikuwa nataka kusimama na miguu yangu. Kaanza kutafuta barua. Huyu Washira ndiye alinionyesha jinsi ya kutafuta. Huyu Washira alikuwa na kanisa inaitwaje? Alikuwa na kanisa nitakumbuka tu nitaelezea kwa sababu hata sasa yako pale Kahawa Wedani. Ako na kanisa ni bishop. Sasa akanionyesha vile naweza pata barua ili nijisimamishe. Sasa nikaanza maombi. Nikafikiria nani sasa? Ni mambo gani inaendelea hii? Mungu utafanya namna gani? Kutoka hapo nikaletewa revelation. Nikaonyeshwa niende kwa mtu fulani. Bishop. Aitwa James Mainanganga. Mungu akaniambia atakujua na atakunenea neno lililo lako. Kaenda nikakaa chini kanisani. Wakati alitoka kule akaja akaniambia wewe utaombea watu magonjwa watapona na watatoa mapepo na utaenda na hanijui. Watumishi wa Mungu wako na watu wajue kuna watumishi wa Mungu Kenya hii na hii dunia yote ijulikane watumishi wa Mungu wako. Wakati sasa nilienda pale akaninenea hivyo, nikaanza kufuata yale maneno. Nilikuwa nimebeba mashahidi, nilikuwa nimebeba mtoto wangu na msichana wa kazi. Wakasikia kwa sababu niwaambia usiku nimeambiwa niende sehemu fulani. Sasa huduma ikaanza namna hiyo. Nikaanza pale kwangu Hunters. Huyo Kamau akatafuta kiwanja pale Mweki. Nyuma ya Smebank. Nikajenga. Sasa kazi ya nyama inaonekana, pesa zile nimetoa kwa nyama, nitajenga nazo kanisa. Sasa unajua sina washirika wa kujenga. Sasa ni mimi na huyu Harrison na wale wadogo tuko na Kwa hivyo si eti ni sadaka imekusindikisha. Hapana, mimi hata sadaka sikuwa nachukua ya nani. Sasa pesa zile nilikuwa nazo kule kwa kufanya kazi ya nyama, zilikuwa kwa bank Equity. Sasa wakati nilianza kujenga hiyo kanisa, nilijenga na hizo pesa. Mpaka watu wa Equity
Eldoret wakanita wakaniuliza kwani ufanyi kazi ya nyama? Nikawaambia nilianza kanisa. Wakaniuliza kwani hauna washirika? Kwa sababu ni pesa unatoa na urudishi. Unanielewa? Hii ni gharama. Kuna kitu kimefanyika pale ili huduma hii isima. Kwa hivyo wale watu watazamaji, ningetaka niwaeleze vizuri. Mungu kama ameita mtu, yeye mwenyewe anamshughulikia. Kuna pasa anatuangalia na ni mdogo, ako chini pale. Kwa hivyo nataka nimwambie Mungu atashughulika vile ministry yake itaanza. Mwanzo mdogo. Kuna kupanuka mbele. Kama sasa tuseme Sky TV wakati tu imeanza. Sio kusema ilianza ikiwa television, inaanza chini ikie. Hivyo ndivyo nilianza. Na nikajenga, nikamaliza hiyo madhabahu na sasa nikaanza huduma kirasmi. Nimeona mkono wa Bwana. Nashukuru watumishi wa Mungu mahali walipo. Kwa maana kuokoka kwangu niliombewa na mama Toba. Kanisa lilikuwa la mama pale Dagureti. Na wakati niliokoka si huduma ile ilikuwa ndani yangu, ilianza kuenea. Kwa hivyo mwanzo ni watu wamjue Mungu. Kwa maana watu wanapenda kile kilicho cha Mungu, lakini hawampendi Mungu. Na kumpenda Mungu ni kukiri Yesu ni Bwana. Kwa hivyo mwanzo wa mtu aanze amjue Mungu. Na akimjua Mungu pale anaenda, Mungu atampeleka. Amen. Mwirori wa Sky Cable TV Kenya, ndiraigua ni urakirorera uria kuragithie na mbere na aria marakenjia huduma thaa ici. No hari ngarama. Kuna gharama. Ndwe ndo agikoro mundu arakiona ati pastor fulani riu ena tuindo. Hapana. Waumirio hari. My friend, hata mambo ya gari yangu hii imeanguka hii. Mungu aliniambia chukua 50,000 pesa yangu. Enda kwa mtumishi fulani. Na mimi nataka kusema watu wote waangalie hii jambo. Mungu ndiye alinenea. Kwetu hakujaingia, kwetu hakuna mtu alikuwa na, baba yangu hakuwa na gari. Sasa hii roho ili iondoke, Mungu akaniongelesha usiku. Akaniambia chukua 50,000 na sikuwa na hizo pesa mimi. Nilikuwa na 20,000. Zile zimebaki kwa akaunti yangu. Hizi 30 nilikopa Kamau. Huyu pastor na mke wangu nikamwambia nikopeshe 30,000 nipeleke kwa hiyo dhabihu. Nilipoenda kwa mtumishi kumpatia tu na mkono, nilipelekea James Maina Nganga, kumshika tu na mkono, roho wa Mungu akaniambia hautatembea miguu tena. Kwa hivyo ile roho ikaondoka. Kwa hivyo ile roho ikavujika. Kwa sababu ya nini? Ya dhabihu ambayo nilitoa kutoka kwa moyo na kutii neno la Bwana. Amen. Riu ndirenda twambe tuingire hanini nigetha uhoro uyu ndungithira. Na ndungithira. Ona maria mothe nguite matingika. Ona undu umwe ti. By the way ona kwetu thiana roho. Tondu riu ni roho. No ukeubange. Maya maria nyandike mati ona ati kindu. Ona kamwe thomete ni. Guku tuthia na roho. Roho wa Ngai. Ni roho wa Ngai kudirect andu. Ukabaguru ni mwana. Eguo niguo kuri. That is true. Na noguo gukiagirire. Ni tondu riu andu ni magi kuigua kuria uthire. Niguo. Wanjiriirie na kurithia ng'ombe. Ndirigo kama oku waza ukaruto kou gagiuka na riu niwe ukite maisisa kwi Ngai matuine andu metikie Ngai na matigiriri roho wa kuonania ati matingithie na mbere. Watu wakataane na roho inayosema hautaenda mbele. Watu wakataane na hiyo. My sister, hata wewe ukataane na roho inakuonyesha hautaenda international. Roho ile ambayo inazuia kwenu mbarikiwe, ukataane nayo. Na Mungu atawabariki. Asante sana. Nginyona indira. Ende akereguo. Ukiona Ngai. Ndungiagithia thia na. Thank you sana. Ndenda mutungatirire thome andu me ha tuingire hani ha uria wokire kugura ngari nduyona ndunatwira ndinoiga nigetha uhutie hanini hindi wenge Tuesday ne Thursday ugiuka riu tugoka tumahete rugano ruothe uria guthiite mundu uretwa Wambui arauga in Jesus name onake ni aregana na roho uria giragia thie na mbere. Joseph Buthia arauga huyo ni apostle wangu. Asante sana. Joseph, God bless you.
Wambui arauga pastor we sawa. Asante sana. God bless you. Sawa na ndigauga ni wega muno. Mundu eto Pastor James Kariba Kirioni ari kuria kundu gugwitwo Gilgil. Mungu ambariki. Songoroi. Arauga be blessed pastor, you are going far. Mungu atawainua. Na menya ujema go congratulations. Asante sana. Ni kwena kindu. Ugiona ujema kaingira mitambo ini. Kwena ngai. We sawa. Hari mundu eto Princess Mpendwa no makofi arakuhurira. Niguo ngai amura. Arauga cangwe na vigeregere na ningauga nderemo. Mundu eto Joseph Buthi arauga ushuhuda umenijenga sana. Asante, God bless you. Ona ndwaretie muno no mwani ni ukinyetie. Asante sana. Ni hatumite andu makorwo magigikenio niwe Moderator James arauga following you nginya riria muririkia na mutungatiri ucio acoke ni tondu ona ndwaretie kuota. Atire ona ndiari ona atire tutuge. Mothe ima introduction mamenye. Moderator Terry Mogo arauga pamoja sana, God bless you mchungaji. Asante. Moderator Muindi Brown ni ngai ucio ari guku kwitu Kenya. Newton arauga kahawa sukari well represented. Asante. Moderator Calvo Motua arauga I thank God for you apostle. Amen. Moderator Ann Barton Singer arauga pamoja sana mchungaji. Moderator Jack Farmer Bugus mothe maletwa maria maraumira go. Arauga watching from industry area ndakuona sana. God bless you. Moderator Maradasha arauga ya mitambo ithe ndoigo maletwa. Neguo. Maradasha arauga ya mitambo ine sana. Ndikota kumuthoma inyuothe tha ici ni tondu wa mataima. Mataima na mundu ogwetwo Michelle Khan arauga ndangiumira mitambo ine mutungatiri atatũhutĩirie hanini uhoro wa akari. Asante sana. Na nĩnjũĩ harĩ maũndũ tũtigĩrĩire maingĩ mũno. No ũmũthĩ ima introduction maingĩ mũno tuoye raini ya harĩa rĩu tũkagerera na twambe tũhutĩrie atĩrĩrĩ ngari ĩno rĩ ĩno wagũra rĩ wagũrire rĩ ngari ĩno ĩ mĩaka kĩndũ mĩaka 5. Tondũ ngari ĩno na insurance nĩ gwa CIC. Na mũndũ wa mbere ũrĩa waishuire ngari ĩyo nowe ũishuĩte nginya ĩno ndĩ nayo. Tondũ ĩno yarĩ KBT 185J. Hokana. Ĩyo yagũire. Ndĩrĩ ho. Ĩyo ndĩakĩgũire. Yagũire na ũrĩ thĩiniĩ. Ni akĩgaragarire rũĩ. Ndũĩ mwambe ya corona yaingĩra rĩ. Karĩ oro rĩ. Ni akĩrĩ oro mweri wa mũgwanja mwaka ũrathirire rĩ. Mweri wa mũgwanja. Ndokaga kwari mweri wa mũgwanja mweri 13. Ndokaga kanitha-inĩ nigetha njoe andũ tũthiĩ Ngong'u kĩrĩma. Corona yoka rĩ. Niĩ ndatũrire Ngong'u. Ni ndi mundu wa kuhoya ndura Ngong'u kĩrĩma-inĩ tondu maica makwa mothe rĩ ndamenya Ngai rĩ ni ndamenye ni kuri thiri ya mahoya. Riu ngari ĩno rĩ ndamigura thutha wa mĩaka 5 rĩ kĩambĩrĩria gĩa kũmĩgũra rĩ ni waigua ndathire Ngai akĩnjĩra ndute 50,000 nengere mũtungatĩri James Maina Ng'ang'a. Wakati nilienda nikampatia mtumishi wa Bwana kwa sababu ya upako wake Mungu akaniambia hautatembea miguu tena. Na nikitaka nirudishe nyuma hapo kidogo. Wale watu hawaheshimu mafuta ya Mungu. Kama haumpendi huyo mtumishi wa Mungu usiongee mabaya yake. Enda kwa yule unape kwa sababu tuko wengi na mwito ni tofauti. Mimi ni nabii na ule mwingine ni mwinjilisti, yule mwingine ni mwalimu. Kwa hivyo kipawa hizi vipawa zote zinamtukuza Mungu. Sasa wakati nilitoka hapo muujiza ukaanza kutendeka. Ni kweli. Na nikapata pesa. Nikauziwa hiyo gari 1,600 KBT 185. Hiyo sasa iko kwa mto. Hiyo sasa ilianguka. Oh my friend. Sijui kama picha umewawekea wakaona. Tutawawekea. Kwa mitandao watu waliona. Kwa sababu hiyo gari wakati ilipiga mguu ya mbele nilikuwa nimetoka Komoro kwangu saa 11 kasoro dakika 10. Mahali kwa mto nilifika saa 11 na dakika 10. Gari ikapiga mguu. Na nyumaye nilikuwa nakuja kanisani. Wathia kanitha. Nigatha njoende tuthi Ngong'u. Nilikuwa nachukua watu kanisani mapasta hawa Kamau. Twende Ngong'u tukaombe. Sasa gari kufika kitambo gari ianguke Mungu alikuwa ameninenea. Hii gari itakuja kuanguka kwa mto. Na nikaambia kanisa. Hao kanisa ni mashahidi wangu.
Wote nikawaambia watu waombe kwa maana nimeona gari imeanguka ikaisha, lakini mimi sikufanya kitu. Yako sasa. Yangu sasa hiyo BT. Kwa hivyo ulikuwa umeonyeshwa. Basi Mungu alikuwa amenionyesha na tukaomba. Hapana, sikakosa kuingia namna gani? Ama ukose purpose. Kuna mambo inafanyika kwa sababu ya kuinuliwa kwako. Yeah. Kwani wewe ungenijua kupitia nini? By the way, hiyo gari ndio imefanya nikuwe. Kwa hivyo unaweza tekewa mtego. Yeah. Kinyume cha shetani kwa Mungu ni kuinuliwa. Ni kweli. Pigo la shetani kwa Mungu ni kuinuliwa. Yes. Kwa hivyo wakati nikuja nikafika pale, gari ilipiga mguu ya left. Hakuna control. Ikabigiringika. Ikapiga vikigi ya stima. Ikapigirigika, ikaingia kwa mto. Bas. Sasa hapo ndio tumeachia. Juu kwa sababu ninaona masaa yetu inaenda sana na iko karibu kuisha, na ninaona bado watu wanaingia wanasema hiyo station ibarikiwe. Amen. Na sisi tunasema amen. Modoreto Kimani wa Njohi arauga ni ndoka ona korwo ndakora mukiumira ni ndaigua hanini. Asante sana. Ohoro ria mutungatiri arakiuga Ngai wa mwakurathima na ingira na miaki mundu ugwitwo Kimani ni ndakuona arauga Mondoro Gatundu South twi hamwe sana mitambo-ini ne ndakorerera mwahutia horo wa ngari uhoro ucio tugatwarithia Tuesday nigetha mundu retwa Michelle arauga very true uhoro ucio ni wa ma. Apostle Lawrence is a true prophet of God. Amen. Ni tondu kuria kindutite ni kunene mundu retwa Heavenly Queen arauga mtoto wa Yesu ushindi kuwaka. Amen. Amen. Na iwake Jesus niguo kaini gwika wega. Jesus. Mungu atafanya mambo mazuri. Na nĩ tondu guku ni ugoka tumere ni ugoka Thursday. Tumere ni ugoka Thursday. Mundu to Emma wa Shera urauga Ngai mtungatiri na riu muthenya wa umuthe muoyo kabisa kwa sababu ya neema. Kwa sababu ya neema. Na kusema ukweli si kuumia. Amen. Na si kukwaruzwa na kitu. Mimi niko sawa. Sawa. No ni agagituhe horo cio na njira ya kire Ephraim wa maene ingira. Asante. Amen. Ingira sadauga ona korwo ni ndagicererwo kireresho well presented. Inyo murakingira tha ici tuma na mundu gwitwo Apostle Lawrence na ni wake muona guku na atuhe ka uhoro wake gakuona. Nitakuja live. Na ndikwendaga heane kanene. Asante sana. Tuesday when Thursday na Thursday gioke na Thursday gioke nigetha aturute nginyagia uhoro wa uria mundu angikorwo ena kiheo ta kiria enakio uria angihota gukura. Riu mutungatariri hari mundu roria kanitha waku wira. Kanitha wakwa wi Kasarani. Mwiki. Mwiki kuna banki inaitwa Smep Bank. Tuko hapo nyuma. Mwi hau thutha. Twe thutha wa Smep Bank. Na kabla sijahama niko na kiwanja nimenunua hapo kwa Taika. Na ninataka kujenga lakini maono yangu sio hapo. Mimi naenda town. Nairobi ndani. Wadie ndani. Kuna mtu kiwanja hapo. Kuna kiwanja hapo. Wadie ndani re. Si Mungu yuko. Mungu yuko. Thank you sana. Na ninakuwa kanisani on Wednesday saa 8 katikati ya wiki niko mtu wa deliverance. Kukomboa watu na kuaga Tuesday kwa sababu ya huduma mimi ni nabii. Mimi kuponya sio kitu ya kubahatisha. Mungu ndiye ndani yangu anaponya. Amen. Kwa sababu nimeona Mungu akiponya watu kansa. Hata jana nilikuwa na mtu akotaka Kagudo na kansa. Jana nilikuwa na wazimu, niliombea Madhare wakatoka watu 100 na kitu. Sasa ushuhuda ni mingi. Kwa hivyo watu wakitaka wakuje karibu angalau hii ili neno tuliendeleshe. Niambie watu vile maroho ya nyumbani mnaweza iua. Kwa sababu kuna spirit zinafuata watu. Thank you sana. Gladys Mash anwaigira onakorwo wagiuka wi mucerere. God bless you sana. Andu ni makiingira o wega o ati ni magugigwetereire na bado muthenya wa Thursday o mathaa ta mau ni tugakorwo guku nigetha mutungatiri atuhe horo wake na warari. Umuthi yuma introduction. Tutihutĩtie kindu. Ithuĩ na tutinaria. Hakuna hatujaongea. Umuthi no kugweta tukugwetaga nigetha riu ndagakorwo mugeni agioka guku muthenya wa Thursday. Nie njĩtagwo Rose Praiser na njugaga I'm God favorite material. Amen. God bless you sana. Asante. Ningetaka
tuwaombe. Sababu labda kuna mtu mgonjwa, kuna mtu anasema ya kwamba labda alikuwa amefika mwisho. Na kwa sababu tuko hapa juu ya kuinua, tuko hapa kinyume cha shetani. Tuko hapa kinyume cha kile kinakufinyilia. Kwa hivyo kama uko nyumbani, ningetaka niombe na wewe. Kuna jambo inakutatiza. Amini Mungu. Kuna mtu amefika mwisho anasema sasa nitachukua kama ni jiue, nitachukua dawa nikunywe, kwamba kwetu hakuna hapana. Nataka umwamini Mungu. Atakuinua vile alivyo niinua. Inua mikono yako, elekesha kwa television. Baba, katika jina la Yesu Kristo, naombea mtazamaji wangu. Wale wako Kenya na wale wako nje, na waachilia kibali sio ya kawaida. Ninaomba kila madhabahu yote ya magonjwa iondoke katika jina la Yesu Kristo. Ninaachilia uponyaji Bwana. Wale wamelala vitandani, waponye kwa sababu ni Bwana. Walio na corona na kansa na magonjwa isiyoponyeka, ninaomba ukawaponye kuanzia leo. Asante kwa mtatenda, na ni kwa jina la Yesu Kristo na watakuamini. Sema amen. Si unaweza wape namba zangu? Mtu anaweza kuwa na shida, anaweza niuliza napata namna gani? Jina namba yangu ni 0723 36 3414. 0723 36 3414. Utanipata na tutaongea na Mungu wa uzima anytime. Naweza piga, tutajadiliana na Mungu wa uzima atawabariki. Thank you sana. Tuonane Thursday. Madhara.